nakungojea wewe Bwana, uweponi mwako Yesu, nakungojea. maombi ya moyo wangu Bwana, unastahili utukufu. Wewe ni unastahili Bwana, unastahili maombi ya moyo wangu Bwana, wewe unastahili
ya moyo, maombi ya moyo wangu, Bwana, akufikie Yesu, haja ya mahitaji yangu, haja ya moyo wangu, Bwana, niongoze. wote sema maombi ya moyo, Maombi ya moyo wangu, yakufikie Yesu, haja ya moyo wangu mimi, Bwana, niongoze. maombi ya moyo, Bwana, Yesu, haja ya mahitaji yangu, Bwana, maombi ya moyo, maombi ya moyo, haja ya mahitaji yangu leo, Bwana, maombi ya moyo, Bwana, haja ya moyo wangu, niongoze, maombi ya moyo wangu, Bwana, haja ya mahitaji yangu leo, Bwana, mara ya mwisho maombi ya moyo wangu maombi ya moyo wangu, yakufikie, haja ya mahitaji yangu, Bwana, shangilia huyu Bwana, maombi ya moyo wako imejibiwa leo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Shangilia Bwana asubuhi ya leo. Bwana amekuwa mwaminifu. Ningependa niwakaribishe nyote kwa ibada yetu ya siku ya pili leo, ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Kwa kufungua mkutano ni mwalike Mwalimu Watila atufungulie kwa maombi. Wacha na tukaombe. Mwenyezi Mungu uishie mbinguni, ni wakati ulio mwema Yesu Kristo, tumekusanyika hapa hekaluni Yehova Jire ili tukainue jina lako. Tunasema ni asante kwa ulinzi wako ambao umetupa kifamilia, kikanisa, kiinji Yehova Jire. Hatuna mwingine Yesu Kristo wa kudai, ili hali ni damu yako iliyotiririka msalabani. Yesu Kristo, wacha Roho wako Mtakatifu, malaika wako Yesu Kristo kasingire hii ibada. Yesu Kristo msimamizi, na mkabidhi mikononi mwako. Yesu Kristo anayeenda kunena siku ya leo, Mungu Baba, kwa Kiswahili service, Mungu Baba, tunamkabidhi mikononi mwako. Yesu Kristo, hatuna mwingine Yehova Jire, ili hali macho yetu tunaangazia kwako. Mungu Baba, teremsha malaika wako Yehova Jire. Simama nasi Yehova Jire. Gusa kila mmoja Baba. Tulipokuja tukitoka hapa Yesu Kristo, tukue watofauti. Yesu Kristo, teremuka na ukatupe mafunzo Yehova Jire. Asante Mwenyezi Mungu. Tunapoanza hii ibada tuanze na wewe. Tutakapomaliza tumalize na wewe. Asante Mwenyezi Mungu. Uhimidiwe na uinuliwe. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Asante sana mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa wakati huu tunataka tumsifu Bwana. Are we ready? Tuko tayari kumsifu Bwana? Ambia jirani akupe nafasi ninapokaribisha wanasifa watupee nyimbo 2-3. Bwana asifiwe. Amen. Hey, Bwana asifiwe. Amen. Kwa hii side kidogo Bwana asifiwe. Amen. Na huku Bwana asifiwe. Amen. Mko salama? Nataka uangalie huyo mzee yako kando yako, mwambie Happy Father's Day. Ambia Happy Father's Day. Akina mama walituringia na yao, sasa leo ni yetu, si ndio? Haya, patie jirani high five, mwambie karibu kwa ibada ya pili. Namna hiyo.
Haya, piga makofi sasa kidogo kwa Yesu. Pigia Yesu makofi kidogo. Natingika tu kidogo wewe. Pigia Yesu sangwe na vigelegele jamani. Baba, 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 jina lako ni kubwa sana jina lako ni kubwa sana tuseme baba, Baba,
Wapi sangwe na vigelegele kwa Yesu. Wamama wakiruni kidogo. Sijakuona bado. Hallelujah. Piga Yesu makofi, piga Yesu makofi. Makofi kwa Yesu kidogo. Ai, makofi ya Kiluya sio jamani. Piga Yesu shangwe na vigelegele. Yesu ulanganga amba. Amba, amba. Yesu ulanganga amba. Amba. Yesu ulanganga amba. Amba. Amba.
wetu ni fire, si fire. Fire. Vijana wetu ni fire, si fire. Fire. Vijana wetu makofi, pigiao makofi. Amen, 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 amen. Oh my God. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Tunataka tuimbe wimbo wetu wa Injili. Fungua tu bulletin yako. Ningemheshimu sana Mama Rosemary akuja tuelekeze. Hallelujah! Hallelujah! Si tuko na furaha? Tukiwa miguuni pa Yesu tuko na furaha, si ni ukweli? Kwa hivyo wacha tukaweze kuimba wimbo huu. Nionapo amani kama shwari. Najua tumecheza sana mpaka Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, mahali zote amenituisha, ni salama rohoni mwangu. Haya, tunataka tuanze. Tulikuwa tuna test tu. Tulikuwa tuna tune. Kwa hivyo naona tuko sawa sawa, tunaweza endelea, si ndio? Haya, usinilete down na mimi sikulete down. Nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, mahali zote salama.
yetu Rosemary kwa kutuongoza vizuri. Kikundi chetu cha Praise and Worship, asanteni sana kwa kazi nzuri. Mubarikiwe zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa wakati huu tunataka kusikia kutoka kwa mnenaji atuletee neno la leo, na ningependa tumkaribishe kwa makofi, shangwe na vigelegele. Ningewasihi tu tusimame tunapomkaribisha mnenaji wetu wa siku ya leo. Tumpigie makofi na shangwe na vigelegele. Karibu sana. Asante sana, na Bwana Yesu na asifiwe. Bwana na asifiwe. Namrudishia Mwenyezi Mungu shukurani kwa siku ya leo, kupitia kwa viongozi wetu wa kanisa pamoja na wachungaji wetu Bishop pamoja na Reverend Peter, kuona kwamba ni bora siku ya leo nimletee neno. Mimi sio kwamba naelewa sana, lakini kupitia Mwenyezi Mungu anitia nguvu nitaweza, kwa sababu yeye ndiye mwezo wa mambo yote. Bwana Yesu na asifiwe. Kwa hivyo nawarushia shukurani sana kwa fursa hii ya leo. Wamama hoye. Leo sijatembea na mke wangu. Mimi napenda kutumia neno mke wangu, sio mama yangu. Mama niko naye angali hai, kwa hivyo ni mke wangu. Alienda mazishi kule nyumbani. Tulipoteza jamii wetu mmoja kule, walizika jana, angali huko. Ameona leo ashiriki huko na tena atembelee mama. Yeye angali na mama, tena mimi ningali na mama, lakini ni wazee sana. Wangu nilimwambia ako na 100 plus. 100 plus. Mimi ni wa 10 kuzaliwa na ni mzee. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa huyu mama. Kwa hivyo wakati ameenda huko, si lazima amtembelee, ampatie tena baraka za miaka 100 na zaidi. Tena yeye angali na mama, ako karibu 80 90 there. Mungu alitunyang'anya baba zetu, lakini akatuachia wamama. Wamama ni watu wa nguvu sana. Kwanza wakati ameenda na tunaishi na yeye tu peke yetu, mimi na yeye, imekuwa siku mrefu kwangu. Naomba tu arudi haraka. Ta vyombo vya jana sijaosha. Hata asubuhi karibu nikose kupika chai. Lakini nilichikaza. Kwa hivyo hawa mama ni watu wa nguvu sana. Usipokuwa naye karibu, mambo kazi inakuwa ni ngumu sana. Najua mama Mungu aliwapatia vipawa. Na hivi vipawa mnaweza fanya shughuli karibu 4 kwa wakati mmoja. Unaweza kuimba, unaosha vyombo, na tena umepepa mtoto mkongoni. Na mimi kunipatia tu mtoto nipepe, atakuwa tu ni mtoto peke yake. Sitaosha vyombo. Siwezi kukimbia. Lakini mama Mungu amewapatia vipawa ambavyo ni vya muhimu sana. Na tena sisi wamama, sijakuja kwa neno, yaani maongezi tu. Wamama na wazee kati yetu, ni nani waongo sana? Wote ni waongo, lakini kiwango cha uongo kwa wanaume kiko juu. Ndiposa hata anakushauri kwa uongo, anakutoa kwenu anakuleta kwake. Anakutanganya hata kununulia ndege na hata baiskeli hana. Na wewe unamfuata. Wanataka uongo. Lakini kiwango
Tena hata siku hizi wamama tena ni hatari. Kuna wale ambao anaweza kukonga 10 mpaka tushangae, huyu ni mama kweli? Wazee, tena Mungu alitupatia hekima. Huwezi kulinganisha akili ya mzee au ya mwanaume na mwanamke. Mwanamume akili yake iko juu. Hata muone amezubaa, amenyamaza, ako na akili kukushinda. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Basi wacha tufike pale. Ningeomba Reverend Peter aniombee. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante mtumishi wako amesimama kwa ajili ya kuleta neno, na muombe mfalme ukampe upako wa ajabu anapoleta neno hili likakuwa la baraka katika waumini hawa, kwa Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Asante sana. Mwalimu Eric, unisomee Wakorintho 13 mstari wa 11. Wa kwanza. 1 Corinthians chapter 13 verse 11. 11. Nilipokuwa mtoto mchanga, nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nalipokuwa mtu mzima, nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Neno la Bwana libarikiwe. Amen. Asante sana. Ujumbe wangu siku ya leo mada kuu itakuwa ni ukomavu wa Kikristo. Ukomavu wa Kikristo. Kitabu hiki mwandishi ni Paulo. Paulo kabla hajaitwa Paulo alikuwa anaitwa Sauli, yani Saul. Kabla haja badilika alikuwa ni mtu mbaya sana. Alikuwa mtezi wa Kristo. He persecuted Christians kwa sababu ya mafundisho ya Yesu Kristo. Lakini alipobadilika, Mungu Yesu akamtembelea na Mungu akampatilisha, akapewa jina la Paulo. Kristo ambao hata sana hapa PAG, wale ambao tulipatizwa kule nyuma, wakati ulikuwa unaenda kupatizwa, umemkiri Mwenyezi Mungu kuwa Mungu wako wa maisha yako, na unamchukua Yesu kuwa ambaye atakufa nawe na tena atafufuka nawe, ulikuwa unabadilisha jina lako